Habari za muda tena. Katika somo lililopita tulijifunza kuhusu umri wa miaka 45 mpaka 55 na changamoto zake. Tukagundua kabisa issue za kibiolojia kwenye umri huu kwa wote pamoja unaweza ukawasababishia ukaingia kwenye swala la kisaikolojia na hatimaye kuwasukuma au kuwaforce kwenda kwenye kubadili tabia katika maisha yao ya kila siku. Sasa tuendelee na umri huu wa miaka 55, 56, 57, 60, 65 na ikibidi mpaka 70. Ni kwamba umri huu wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni ile kundi ambalo lilishapata mafanikio, yaani ujana wake, umri wake wa kati, utu uzima wake, na mpaka amefika hapo basi amepata mafanikio. Kundi jingine ni lile kundi ambalo mpaka limefika umri wa miaka 55, 57 kwenda 60 halikupata mafanikio, yaani malengo hayakukamilika mpaka umri huo unamkuta. Ndugu yangu, makundi haya yanatofautiana mtu na mtu. Changamoto hizi zinatofautiana kulingana na mtu mmoja na mtu mwingine, mzee mmoja na mzee mwingine. Wazee hawa ambao wao wapo kwenye mafanikio ni wazee ambao kijamii, kimwili na kisaikolojia wanakutana na changamoto, lakini tuone changamoto zao zinakuwaje. Na hawa ambao wamekuwa katika umri huo, uzee huo bado, lakini hawakufanikiwa maisha yao sio kama ambavyo walitarajia, na wenyewe kijamii, lakini pia kimwili na kisaikolojia na wenyewe wana changamoto zao. Sasa inategemea wewe nyumbani, una mzee wa umri huu, una mama wa umri huu, anapitia changamoto gani? Utaanza kuzipima kulingana na yeye mwenyewe ana mafanikio kiasi gani. Tukija kwenye umri huu wa wazee 55, 60 mpaka 70, uzee waliofanikiwa, utawaona kijamii, wazee hawa wanapenda sana kuchangamana na wazee wenzao wakipiga story, lakini pia wana furaha. Wazee hawa kwenye swala la kijamii wanapenda kuendeleza yale ambayo wanahisi wanaweza wakawaelekeza watu wengine wafanye. Wanapenda sana kuendeleza vile ambavyo walikuwa wanavifanya. Kama alikuwa anafanya biashara, basi utamwona mzee huyu anafanya kibiashara. Hata kama kibiashara sio kikubwa, utamuona amefungua, atauza hata mafuta ya taa. Cha msingi tu afanye kile kitu ambacho anajua kimemfanya mpaka afike pale. Wazee hawa hata wakishakutana na wazee wenzao wana furaha, wanaweza kuchangia chochote na wanajiamini, kwa sababu uzee wao umeingia uzee katika hali ya mafanikio. Ni uzee ambao hauna mawazo, ni uzee ambao hauna stress sana. Sasa wazee hawa wanapenda pia, hata ukiwaachia wajukuu, wazee hawa wanawapenda wajukuu, halafu wanawahudumia wajukuu kama watoto wao. Yaani ile hali aliyokuwa anawalea nyinyi watoto wake, ndivyo hivyo atahamishia kwa wajukuu wake, na hata demandi chochote, kwa sababu atahisi ni jukumu lake bado. Lakini mzee huyu hawezi kukaa ndani, mzee huyu hawezi kukaa akatulia, kwa sababu amezoea kutafuta, amezoea kupambana, na akili yake bado inamtuma hajazeeka. Ni kwa sababu mzee amekuwa kwenye mafanikio, uzee wake umeingia vizuri. Utakuta anakaa kibanda, anauzauza hata chochote, utakuta anafanya hivi, anashika hivi, utakuta ametembea kwa mguu, amekwenda shamba, utakuta ameendesha kabasikeli kidogo, utakuta amejichanganya na watu wengine, yupo hata kwenye mpira, kwenye makumbi ya mpira, na wengine kama wako nyumbani, utakuta kako kanisani, basi anaimba hata kwaya, mwingine utamkuta yuko ni msikitini. Yaani atajishughulisha na vitu tofauti kwa ajili ya kukamilisha ile furaha yake. Lakini masuala ya kijamii haya wazee hawa unakuta ndani, yeye na mama, yeye na bibi wako vizuri kabisa. Utawakuta wanataniana ndani, kama vile mzee wa umri huu, una mama wa umri huu, anapitia changamoto gani? Utaanza kuzipima kulingana na yeye mwenyewe ana mafanikio kiasi gani. Tukija kwenye umri huu wa wazee 55, 60 mpaka 70, uzee waliofanikiwa, utawaona kijamii, wazee hawa wanapenda sana kuchangamana na wazee wenzao wakipiga story, lakini pia wana furaha. Wazee hawa kwenye swala la kijamii wanapenda kuendeleza yale ambayo wanahisi wanaweza wakawaelekeza watu wengine wafanye. Wanapenda sana kuendeleza vile ambavyo walikuwa wanavifanya. Kama alikuwa anafanya biashara, basi utamwona mzee huyu anafanya kibiashara. Hata kama kibiashara sio kikubwa, utamuona amefungua, atauza hata mafuta ya taa.
cha msingi tu afanye kile kitu ambacho anajua kimemfanya mpaka afike pale. Wazee hawa hata wakishakutana na wazee wenzao wana furaha, wanaweza kuchangia chochote na wanajiamini, kwa sababu uzee wao umeingia uzee katika hali ya mafanikio. Ni uzee ambao hauna mawazo, ni uzee ambao hauna stress sana. Sasa wazee hawa wanapenda pia, hata ukiwaachia wajukuu, wazee hawa wanawapenda wajukuu, halafu wanawahudumia wajukuu kama watoto wao. Yaani ile hali aliyokuwa anawalea nyinyi watoto wake, ndivyo hivyo atahamishia kwa wajukuu wake, na hata demandi chochote, kwa sababu atahisi ni jukumu lake bado. Lakini mzee huyu hawezi kukaa ndani, mzee huyu hawezi kukaa akatulia, kwa sababu amezoea kutafuta, amezoea kupambana, na akili yake bado inamtuma hajazeeka. Ni kwa sababu ni mzee amekuwa kwenye mafanikio, uzee wake umeingia vizuri. Utakuta anakaa kibanda, anauzauza hata chochote, utakuta anafanya hivi, anashika hivi, utakuta ametembea kwa mguu, amekwenda shamba, utakuta ameendesha kabasikeli kidogo, utakuta amejichanganya na watu wengine, yupo hata kwenye mpira, kwenye maukumbi ya mpira, na wengine kama wako nyumbani, utakuta kako kanisani, basi anaimba hata kwaya, mwingine utamkuta yuko ni msikitini. Yaani atajishughulisha na vitu tofauti kwa ajili ya kukamilisha ile furaha yake. Lakini masuala ya kijamii haya wazee hao unakuta ndani, yeye na mama, yeye na bibi wako vizuri kabisa. Utawakuta wanataniana ndani kama vile vijana.